unapojenga uhusiano wako na Mungu na kumsikia Mungu anasema nini kwenye maisha yako, moja ya kitu kinachofanyika, Mungu anakupa kujua kila majira na nyakati unayoingia yamebeba nini kwenye maisha yako. Utanielewa kwa habari ya Yusufu. Kati ya watu ambao Biblia inatuonyesha na kututazamisha waliamua kutembea na Bwana kwenye maisha yao ni Yusufu, na mbaya zaidi, kwa sababu Yusufu aliamua kusimama na Bwana na akawa na uwezo wa kumsikia Mungu anapoongea naye. Moja ya kitu, Farao alikuja kuota ndoto, lakini kwa sababu Farao hakutambua ndoto maana yake, ile ndoto maana yake inatuonyesha kuna mahali Farao alikuwa hayuko vizuri na Mungu, akaenda kutafutwa Yusufu. Alipokuja Yusufu kwa ajili ya neema aliyokuwa nayo na uhusiano na Mungu wake aliyokuwa nayo, akamwonyesha, akamwambia ndoto yako Farao ni moja. Na mbaya zaidi, walikusanywa wachawi, wasoma nyota, lakini hawakuweza kutafasiri. Lakini alipokuja Yusufu, maandiko yanatuambia ya kwamba akaingia kwa Farao na wala hakupata shida. Kumbe ile ndoto ilikuwa inamjulisha na inajulisha ufalme wa Farao majira wanayoyaendea yamebeba nini, na kwa sababu aliweza kutafasiri na akamwonyesha kila ambacho kitatokea, waliweza kufanyia kazi na wakapata matokeo. Mara nyingi sana watu wengi, kwa sababu tumemisi kumsikia Mungu akiwa anasema na sisi, mara nyingi sana tumemisi kujua majira na nyakati ya Bwana yamebeba nini kwenye maisha yetu, kwa sababu anasema sitafanya jambo lolote pasipo kuwafunulia watoto wangu. Mungu hana tabia ya kufanya chochote pasipo kukupa, na ndio maana watu waliokuwa katika Bwana na kutembea na Bwana, kabla hawajaingia kwenye msimu wowote, Mungu huwa anawaambia msimu huu umebeba 1, 2, 3, na kwa sababu wanafanya, wanajikuta mambo yanakuwa mepesi kwenye maisha yao. Na ndio maana kuna watu wako mahali hapa, kuna vitu vinawapata yanakuwa ni kama mambo ya kushtukiza, lakini hakuna kitu kinachoweza kukupata pasipo kuratibiwa. Chochote kinachokupata huwa kimeratibiwa.